Haki ya Mungu, tutamwabudu Mungu bila tafadhali, wapende wasipende. Kwa hivyo mimi nasema hata leo mimi pia kama nimechukiza mtu, naomba anisamehe. Na pia tusameheane kama taifa. Lakini Your Excellency, mikokoteni tunahitaji. Wheelbarrow tunazitaka. Pikipiki, bodaboda tunazihitaji. Na tunataka tuseme ya kwamba chochote kile ambacho Constitution imetugarantii sisi kama wananchi wa Kenya lazima tulinde. Tuna uhuru wa kuabudu, wa kuassemble, freedom of choice. Na hapa mahali ilipofika, kwanza nataka niwaambie wajue, Wakenya wanachagua sasa, hata hawataki tena kuambiwa. Ukienda kama hawakutaki wanakuambia hadharani, wanakuzoma na kukuletea shida. Akienda yule ambaye wanamtaka wanamshangilia. Ni ukweli. Na leo nataka niongee na kanisa. Na niongee na wachungaji. Biblia inatufunza ya kwamba ni heri mpatanishi ataitwa mwana wa nani? Wa Mungu. Hawaelewi chenye ambacho kinaendelea katika nchi yetu ya Kenya. Kila mtu alisimama pale akaongea chenye aliongea na kuacha taifa walipolipata lilikuwa liko pale pale, ama katika fikra zangu limeenda chini na kugawanyika zaidi. Na huo ndio ukweli. Kanisa, wachungaji wa taifa letu la Kenya, simameni mzungumze ukweli. Taifa linaelekea kubaya. Wana Kenya hatuna raha. Na huo ndio ukweli. Who will tell the king that is naked? Nani atamwambia? Tulikuwa tunafikiri sisi wanasiasa tukiongea kesho yake tutafuatwa kwa nyumba yetu, zinakuwa barricaded, tunakuwa under house arrest, wengine tunashikwa tunapelekwa. Tukawa tumetegemea kanisa. The king is naked. Kanisa, lazima tuambiane. Mahali imefika hivi sasa ni kwamba tutaenda kuabudu kwa mapenzi ya mtu ama ya watu fulani ndani ya taifa letu la Kenya. Leo nikienda kanisa mimi nitaongea. Baada ya mkutano kuisha ama maombi kuisha, baada ya msamaha kutolewa, kama kweli ulikuwa ni msamaha wa ukweli, Deputy President alikuwa amesimama hapa na rais wetu alikuwa hapo, akapita akafanya hivi, akaenda kwa Speaker wa National Assembly akatia gota, akaenda kwingine akapiga gota, akaenda kwingine akapiga. Sasa mimi nauliza ndugu zangu, mimi ndo nimeona ama ni sisi wote tumeona? Tuliona. Kwa hivyo msamaha, bishops na mapastors wetu, turudi tuwatafute hawa watu na tuhakikishe wameshikana, taifa lielekee upande mmoja. To the Deputy President, nataka nikwambie from a scripture, Exodus 14:14. Your Excellency, inanitia nguvu sana mimi. Na inasema, the Lord will fight for you. What you only need is to be still. Lakini mimi nataka nikwambie, hiyo isikufanye kwa sababu umetulia ama utanyamaza kutoendelea na yale mazuri unaoyafanya katika taifa letu la Kenya. Endelea kumwabudu Mungu. Endelea kuondoa ukabila kwa sababu ya kusimama na Hustler Nation.